Mimi kufika hapa au kuzungumza na wewe sio tu imetokea kawaida, no. Lazima kulikuwa kuna divine connection. Kulikuwa kuna muunganiko wa kimungu ambao umemfanya mtu aliyenitafuta anitafute na akanisogeza hapa ili niweze kuungana pamoja na wewe. Kwa hiyo tukisema divine connection tunamaanisha ni neno la Mungu ambalo huwa linafanya kazi ndani yetu. Na ukitaka kuona sifa ya divine connection au muunganiko wa kimungu ni kwamba wakati kitu kinatokea kwenu huwa kuna amani, kuna utulivu na furaha. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mtu alinitafuta mimi niweze kushare na neno na wewe Mungu hapa. Kumetokea labda kurukushani hapa na hapa, lakini bado kuna amani, kuna furaha kwa sababu kuna muunganiko wa kimungu. Sijui kama unanielewa. Ili uweze kufanikiwa maishani mwako lazima kuwe kuna divine connection. Na divine connection yenyewe haiwezi kukaa peke yake hivi. Hapana. Lazima inatumia mwili, inatumia roho. Halafu baadaye huduma inaweza ikazaliwa na mambo mengine yakawa vizuri zaidi. Amen, amen, amen. Mwili ni nini? Mwili ni kama huu niliokuwa nao. Na kwenye Biblia imeenda zaidi, ikiangalia kwenye Wagalatia sura 5 mstari wa 19 pale kwenda, nasema haya ndiyo matendo ya mwili. Tumejua kuna hasira, kuna wivu, kuna uasherati, kuna uongo. Yani huo ndio mwili. Yani mwili huo una vitu ambavyo vinaonekana kama ambavyo unaweza kaniona hapa. Mwili una mikono, una miguu, una sauti na kila kitu ambacho kinaendelea mbele zaidi. Lakini kwenye roho kama roho yenyewe pia, roho inajua inakuaje. Roho haionekani. Lakini unaweza ukaona tu matendo yake. Na ndio maana nasema tunda la roho ni upendo, uvumilivu, amani. Wakati mwingine havionekani sana kwenye mwili, lakini tunaviona kwenye matunda yake na unajua kabisa hiki inakuwa kiko rohoni. Haleluya, haleluya. Na huduma tunamaanisha ni mahali ambako tunatumika au kuchukua habari njema na kuipeleka kwa Yesu. Lakini kwenye huduma zingine za kawaida inaweza kama huduma ya hospitali, huduma ya MC, huduma ya chakula, kuna mabadilishano pale ya mtu na mtu na mtu na mtu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo umenielewa.